msindikizo kwa makofi. Ongezeka kwa tathmini ya mali ya chama na kufikia shilingi bilioni 6.7 mwaka 2026. Hakika huu ni uwekezaji mkubwa. Ujenzi wa miundombinu mbalimbali kama maghala katika halmashauri za Masasi mji na Nanyamba mji, ofisi ndogo katika halmashauri ya Nanyumbu na ukarabati ofisi kuu hapa Mtwara mjini. Ununuzi wa malori matano kwa ajili ya shughuli za chama hususan usafirishaji wa korosho kutoka AMCOS kwenda vyama vikuu. Mwenyekiti amesema anachukua jitihada gani ili kuhakikisha kwamba tunapata magari ambayo yanaweza kusaidia kutoa korosho katika mahali yetu. Lakini pia kusimamia makusanyo ya korosho tani 112,364, mifuta tani 21,631, mbaazi tani 27,073 na choroko tani 543. Wakulima kulipwa fedha zao baada ya minada kufanyika na mengine mengi ambayo sisi sote tumeyasikia. Naomba pongezi kubwa sana, ni pongezi kwa makofi mengi. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, pamoja na mafanikio hayo, tumbuke tumeelekezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwamba ifikapo mwaka 2030 kama taifa tuwe tumefikia uzalishaji wa tani milioni 1. Naweza kuona mzigo mkubwa ulioko mbele yetu. Hivyo natakiwa kujipanga vizuri kuongeza uzalishaji na sio kuridhika na mafanikio haya tuliyonayo. Kwa jumla ya mkutano mkuu, nimalizie hotuba hii kwa kutoa maagizo yafuatayo ambayo yataendelea kudumisha ukubwa wa chama chetu cha Mamco na maendeleo ya mkulima mmoja mmoja. Swali la kwanza ni kuweka mikakati mizuri ya kulinda korosho za wakulima katika ngazi ya AMCOS na katika mazao. Lakini pia kujipanga ili kuongeza uzalishaji wa korosho katika vyama vile. Chama chenye mapato kitakuwa na uwezo wa kuanzisha miradi mikubwa ya uwekezaji. Kwa hiyo mweje kuzingatia hayo, kutumia pembejeo vizuri zinazotolewa na serikali. Tambue kwamba Mheshimiwa Rais katika misimu yote ametoa pembejeo kwa wakulima, na ndio maana mwaka juzi jana uzalishaji ulikuwa mkubwa kuliko miaka mingine yote. Naomba makofi mengi kwa Mheshimiwa. Kila mkulima hulima mazao manne ya chakula na biashara kama korosho, ufuta, mbaazi, mahindi na mekunde. Changamoto kubwa ambayo tunayo, tunalima mazao ya biashara, lakini mazao ya chakula ni changamoto kwenye mkoa wetu, na fedha zote ambazo tunazipata kupitia zao la korosho tunatumia katika kununua chakula. Hakuna za chakula ambazo tunazalisha sisi wenyewe hapa mkoani kwetu. Kuna mtafiti mmoja alikuwa anatoa utafiti wake, anasema kuhusiana na mkoa wetu Mtwara. Amesema soko la chungu hilo hapa bado tunalitegemea hapa Mtwara. Kila siku inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu zinatumika milioni 400 zinakwenda Dar es Salaam kupata nyanya, sijui hoho, kupata vitunguu, mboga na mazao mengine yote. Sasa unakuja kukuta pesa ambazo tunazikusanya katika mifuko yetu hazibaki hapa. Hakuna wakulima wanaozalisha hapa mazao haya. Fedha hizo